Laana ya kioo, sehemu ya kwanza. Jumba lile lilikuwa limegubikwa na giza nene. Moshi mzito uliotanda angani ulichanganyikana na mvuke wa baridi ya masika, ukutengeneza mwanga wa ajabu na wa kijivu uliopenya katikati ya miti mirefu iliyonyauka na kuwa mieusi tititi. Msitu mzima wa mji wa Sunte ulikuwa umefunikwa na ukungu mzito unaoonekana kama unatembea. Katikati kabisa ya upweke huo, kulikuwa na nyumba moja kubwa ya kifahari iliyotelekezwa kwa miaka mingi sana. Kwa miaka zaidi ya 580, jumba lile lilikuwa tupu kabisa, lakini kwa nje lilikuwa bado linaonekana kana kwamba kuna watu wanaishi ndani yake. Siri yake ilikuwa bado haijafunuliwa na kiumbe yeyote yule. Siku moja ya Jumatatu, vijana wawili, Jericho na rafiki yake Python, walifanikiwa kupata kibali cha kwenda kukata mbao katika msitu huo mkubwa. Walifika eneo la kazi wakiwa na vifaa vyao na kuanza kuangusha miti, huku wakipiga kambi huko kwa sababu pori lilikuwa ni kubwa mno na la kutisha. Ilikuwa ni siku ya 5 ya kazi yao, yaani siku ya Ijumaa mida ya saa 7 mchana. Veronica, mpenzi wa Jericho ambaye alikuwa ndio kwanza ametoka kwenye mafunzo yake ya udaktari, aliamua kumfanyia Jericho surprise. Alifika ghafla msituni hapo bila kumpa taarifa yoyote. Jericho alishangaa na kufurahi sana kumwona mpenzi wake, hasa kwa sababu alikuwa amebakiwa na siku moja tu ya kukaa porini ili amalize kibali chake cha mbao. Kwa furaha kubwa, wapenzi hao walianza kucheza na kukimbizana msituni. Veronica, akifanya utani wa kimapenzi, alichukua ile mashine ya kukatia mbao yaani chenso, akaanza kukimbia nayo huku akicheka ili Jericho amkimbize. Jericho naye akaanza kumfukuza kwa tabasamu kubwa. Lakini walivyoendelea kukimbizana, ghafla hewa ilibadilika na kuwa ya baridi isiyo ya kawaida. Mazingira yalianza kutisha mno. Veronica alisimama ghafla upande wa kulia na macho yake yakakutana na lile jumba la kifahari. Lilikuwa safi na lenye utulivu wa ajabu uliopitiliza. Kati ya Jericho na Veronica, wote wawili walibaki wamesimama wima, macho yao yakiwa bize sana kulikagua jengo lile la ajabu katikati ya pori la hofu. Upepo wa polepole ulivuma ghafla na hapo walianza kuhisi hatari ndani ya mioyo yao. Walianza kurudi nyuma taratibu, lakini kabla hawajapiga hatua tatu, mikono ya mtu iliwagusa mabegani mwao kutokea nyuma. Walishtuka sana, wakapiga kelele za woga na kugeuka haraka. Kumbe alikuwa ni Python. Jericho alishika kifua chake huku akimfokea rafiki yake, "Kudadeki mwanangu. Utani wa kisenge, sipendi mwanangu dadeki, utatua na presha kaka." Veronica naye akalalamika kwa unyonge, shemu, dahi umezingua ujue. Utaua mtu hapa na utapata kesi kubwa bure." Python akapasuka kwa kicheko cha dharau, hahaha. Da jamani, dahi, kumbe ndio uoga mnaogopa hivi. Hahaha. Da, Jericho, shemu, nimecheka sana mwanangu. Jericho akamkazia macho, "Acha ujinga mwanangu. Hii ni sehemu ya porini, punguza ujinga wako huo maana utani huu ni mbaya sana." Veronica akaongezea, "Da shemu, umezingua ujue, utani mbaya sana huku msituni." Ghafla radi kubwa ilipasuka angani na mvua kubwa ya mawe ikaanza kushuka kwa kasi. Ilikuwa ni dhoruba kali sana kiasi kwamba ilikuwa ni vigumu kwao kurudi kwenye hema lao la kambi. Walikimbilia kuelekea kwenye lile jumba la kifahari ili kujihifadhi. Walipofika mlangoni, walishangaa kukuta mlango mkubwa ukiwa wazi na ndani kulikuwa kusafi sana. Walipoingia ndani, walikuta mandhari ya kifahari mno. Kulikuwa na masofa makali sana ya bei ghali na mbele yao kulikuwa na ngazi zinazopanda ghorofa ya juu, huku kwa nyuma kukiwa na bwawa kubwa la kuogelea yaani swimming pool. Waliangalia nyumba nzima, hakukuwa na mtu, hakukuwa na kiumbe chochote kilichosogea, lakini nyumba ilikuwa imesafishwa kwa usafi uliokamilika kabisa. Wakiwa bado wanashangaa, Veronica alianza kusikia sauti ya kitoto ikitoka mbali, sauti ya mtoto wa kike ikisema kwa kunong'ona, "Mahi." Kisha ile sauti ikataja jina la Veronica kwa msisitizo huku ikicheka kicheko cha kishirikina. Veronica alijawa na hofu kuu. Alisogea mbele taratibu kufuata sauti na mbele yake alikuta pazia kubwa sana la dhahabu. Alipolifunua lile pazia, macho yake yalikutana na kioo kikubwa cha ajabu, chenye fremu ya dhahabu na madini adimu yasiyopatikana ulimwenguni. Alipojiangalia kwenye kioo, alishangaa kuona taswira yake yeye mwenyewe iliyoko ndani ya kioo haifati vitendo vyake.
Badala yake, ile taswira ilimtazama na kumwambia kwa sauti ya kukwaruza, unataka tucheze? Hapo ndipo Veronica aliporuka kwa woga, akaanza kupiga makelele ya dharura na kutaka kukimbia sebuleni. Lakini ghafla sauti nzito ilivuma kutoka kwenye kioo ikisema, umekubali mchezo, hakuna haja ya kukimbia. Miguu ya Veronica iliganda hapo hapo kama imepigwa misumari kwenye sakafu. Mwili wake ulijigeuza wenyewe kwa lazima kuukabili ule kioo. Ile taswira yake ilianza kutoka ndani ya kioo, ikamsogelea karibu kabisa, ikamwambia, mimi ni wewe na wewe ni mimi, kisha ikaanza kucheka na kuongeza lugha za kishetani zisizoeleweka. Veronica alijaribu kupiga kelele kuomba msaada, lakini sauti yake ilikuwa imekwama kabisa kwenye koo kama ipo kwenye handaki la chini ya ardhi. Hakuna sauti yoyote iliyotoka. Hapo hapo, ile taswira ilimkamata na kuanza kumua kwa kumfanyia ukatili wa ajabu, ikimbonda sakafuni bila kupata msaada wowote. Kwa upande wa nje ya pazia, Jericho alianza kumsaka mpenzi wake huku akimuita kwa wasiwasi, Veronica. Vero, upo wapi mke wangu? Ghafla, sauti ya kike ilitoka nyuma ya pazia ikisema, hahaha, mpenzi Jericho, nipo huku kipenzi, njoo. Jericho alimwacha Python sebuleni akaenda haraka kufuata sauti. Alilifunua lile pazia kubwa na kukutana na kile kioo. Kabla hajaelewa nini kinaendelea, aligeuka nyuma na kukutana na taswira yake mwenyewe ikimwambia, lazima umalize mchezo. Jericho alitaka kukimbia, lakini mbio zake hazikufika popote. Kila akipiga hatua, alikuwa anasogezwa karibu zaidi na kioo. Alipiga kelele kubwa sana ya kuomba msaada, lakini haikusaidia. Aliwawa, akapondwa na kuvutiwa ndani ya kioo na ile taswira yake ya kishetani. Python, akiwa amebaki peke yake sebuleni, alianza kusikia ukimya wa kutisha. Akamuita rafiki yake, Jericho. Sauti ya ukali ilitoka nyuma ya pazia ikimjibu, njoo huku. Python alitembea kuelekea kwenye lile pazia, akawaza moyoni mwake, hawa watu watakuwa wamenitoroka, wanafanya mapenzi hapa nini? Akaamua kugeuka na kukimbia kurudi nje ili kuwategea na kuwafumania. Kumbe, uamuzi huo wa kukimbia kuelekea nje ndio uliokuwa salama yake ya kwanza. Alipofika nje kwenye eneo la kambi, hakumkuta mtu yeyote. Alichukua simu yake kwa mikono inayotetemeka na kujaribu kuwapigia. Lakini alipopiga, kwenye simu haikupokelewa na binadamu, bali ilisikika sauti ile ile ya kutisha ikisema, tucheze mchezo. Python alitupa simu chini, akawasha pikipiki yake kwa kasi na kuanza kukimbia kutoka kwenye ule msitu wa laana. Akiwa njiani kwenye pikipiki, sauti kubwa ilivuma hewani ikimwambia, unakimbia gemu. Lazima umalize. Rudi mchezoni. Alizidisha kasi ya pikipiki, lakini ukweli ni kwamba ukiingia kwenye jengo lile la kifahari ni kama umejitoa kafara. Laana ya kioo lazima ikurudishe kwa namna yoyote ile. Python alifanikiwa kufika kituo cha polisi cha mji wa Sunte akilaani na kulia. Aliripoti mkasa mzima kwa askari wa zamu. Lakini askari walipoambatana naye hadi kwenye lile eneo alilolitaja, hawakukuta msitu wala nyumba yoyote ya ghorofa. Badala yake walikuta ziwa kubwa la maji yaliyotulia, ziwa ambalo limekuwepo hapo kwa zaidi ya miaka 350. Hapo ndipo Python alipoishiwa nguvu, akajiona mnyonge na kuchanyikiwa kabisa. Polisi waliamua kumchukua na kumpeleka kwenye hospitali ya wagonjwa wa akili kwa sababu waliona amepoteza fahamu. Miaka 7 ilipita tangu tukio lile litokee. Siku moja, madaktari waliamua kuwahamisha wagonjwa wa akili kwenda hospitali nyingine kwa sababu idadi yao ilikuwa imeongezeka sana na Python alikuwa miongoni mwao. Kitu kilichokuwa kinamchanganya Python katika miaka yote hiyo 7 ni kwamba katika nchi nzima ya Zuhaki na mji wa Sunte hakukuwa na kumbukumbu ya binti anayeitwa Veronica wala kijana anayeitwa Jericho. Kumbukumbu za polisi zilionyesha kuwa walimuokota Python ziwani akiwa peke yake na hakuwahi kwenda polisi yeye mwenyewe kama anavyokumbuka. Wakiwa kwenye gari la wagonjwa wa akili wakisafiri kuelekea hospitali mpya, Python alishtuka kuona mazingira ya nje yanajirudia. Gari liliingia katikati ya ule msitu mkubwa na ghafla mvua kubwa ya mawe ikaanza kushuka. Macho ya Python yalivimba kwa hofu pale alipowaona Jericho na Veronica wakiwa wamesimama pembeni ya barabara, wakiomba lifti kwenye lile gari la wagonjwa wa akili.
Python alipaza sauti yake yote akipiga kelele ndani ya gari, msiwapakie. Msiwapakie mashetani hao. Lakini madaktari walikaidi, wakasimamisha gari na kuwapakia. Mvua ilizidi kuwa kali sana. Ghafla, Python alifumba macho na kufumbua. Alijikuta yuko peke yake ndani ya lile jumba la kifahari la miaka 580, huku sauti ikimwambia, tucheze mchezo, tumalize gemu, nifungue. Alipofungua macho yake vizuri, alijikuta amesimama pale pale sebuleni akiwa ameshikana mikono na Veronica pamoja na Jericho wa miaka 7 iliyopita. Kila kitu kimejizungusha na kumrudisha mwanzo wa dhoruba. Python, huku akitetemeka kwa hofu ya kujua nini kinaenda kutokea, akawaambia, jamani, eneo hili sio zuri, tuondoke haraka. Lakini kabla hawajapiga hatua ya kutoka nje, mvua kubwa ilianza kunyesha. Python alijaribu kuwashika mikono ili wasitoke nje, lakini shida ilikuwa moja, nje kulikuwa na mvua ya barafu ya ajabu inayogandisha kila kiumbe kikuu kuwa jiwe, na ndani kuna kioo kinachokusubiri kinyonye damu yako. Nini kitaendelea?